somo la leo ambalo lina kichwa kinachosema viumbe vinavyougua. Somo letu tunalipata kwenye kitabu kile cha Warumi mlango wa 8 kuanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule uliofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa wana wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukiutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Amen. Basi kama vile tulivyosikia neno la Mungu kutoka kwenye kitabu kile cha Warumi, tunaona mtume Paulo ameandikia kanisa la Rumi akiendelea kuwapa matumaini na kuwakumbusha ya kwamba wanalo deni kwa ajili ya kutunza uumbaji wa Mungu. Kama tunavyoona ya kwamba kwenye kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 1 na wa 2 unazungumza habari za uumbaji. Na tukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15, tunaona majukumu ambayo mwanadamu aliyokabidhiwa kwa ajili ya kulima bustani ya Eden na kuitunza. Na katika uumbaji huo Mungu ameweka vyote mikononi mwetu. Na tunapoangalia ya kwamba maisha ya mwanadamu yanasitiriwa na uumbaji, Mungu anapendezwa na hali ya uumbaji inapokuwa imekaa vizuri, basi wanadamu wanapata amani na wanyama pia wanapata burudiko. Lakini tunaona wakati huu kumekuwa na hali ambazo zimekuwa za kukatisha tamaa kwa sababu ya ukame. Hali zimekuwa ngumu, taifa linapita kwenye hali ngumu, ukosefu wa mvua ambao unasababisha uharibifu mkubwa, hata unaosababisha matokeo mabaya kwa wanyama wetu. Wanyama wengi hata waporini wanakufa, wanaugua, wanakosa maji, wanakosa matumaini. Hata ndege wa angani pia wanapata tatizo lile lile. Maana neno linaendelea kutuambia kwenye kitabu kile cha Warumi ya kwamba vile vile Yesu alivyohisi maumivu na mateso mengi, basi hata leo kadhalika viumbe vyote vinaugua. Wanadamu wanaugua, wanyama wanaugua, ndege wanaugua. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kuweza kuendelea kuyatunza mazingira yetu, ili tunapoyatunza mazingira basi Mungu anapata kuonekana. Ndege wanamtukuza, wanyama wanamtukuza, vitu vyote ambavyo alivyoviumba akaviona ya kwamba ni vyema na vinapendeza, basi vinamtukuza Mungu na kuendelea kumrudishia sifa na utukufu. Nipende kukukumbusha ya kwamba unao wajibu, mimi na wewe, wa kuweza kuyatunza mazingira yetu, ikiwa ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba tukayatunze mazingira yetu na kuyahifadhi. Basi Mungu atupe kibali na neema yake ili tukaweze kukaa kwenye kusudi lake. Basi tuweze kuomba. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Umetukumbusha Bwana kwamba vyote ulivyoviumba umeviweka mikononi mwetu, ili Bwana tukapate kuvitawala na kuvitunza. Basi Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uumbaji wote ambao ulioufanya, kwa vitu vinavyoonekana na vile visivyoonekana. Basi Bwana tupe neema ya kuendelea Bwana kukumbuka wajibu wetu wa kuendelea kutunza mazingira yetu kwa ajili ya kutunza uumbaji wako. Tunakushukuru Mungu kwa sababu hakika wewe ni Mungu mwaminifu, unaenda kutenda na kutimiza kwa utukufu wa jina lako. Amen. Basi Mungu akubariki kwa sababu yote utayatenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.